akanunua towashi hata na ngoma. Nilikuwa nikimwona mtu shujaa ambaye amejawa na neema ya Mungu. Muhinda Mungu ampokee. Yeye alikuwa mtumishi wa Mungu. Alikuwa akihubiri injili njema, alikuwa ni mwinjilisti. Yeye alikuwa akijitolea kuhusu kuhudumu kwa kuhubiri injili njema. Yeye wakati wa COVID nimekumbuka hata wengine wanaweza shuhudia alikuwa akihubiri hapa. Mchungaji Gafirira na Ngunda Esquire tunakumbuka walikuwa wanahudumu pamoja. Yeye akaniambia wakati wa COVID kwamba anajihisi mzigo wa kuhubiri injili njema. Kitu masaa 10 anasimama anatoka kanisani anaenda kuhubiri. Na wale ambao wamehubiria injili wamepokea na wakaamini. Na sisi tukamweka wakfu kuwa mwinjilisti. Kanisa wakamwamini kama shujaa, mtu hodari kwa kupewa hiyo kazi. Wakamweka wakfu kuwa mtumwa wa kuhubiri injili njema. Na mke wake akawa ni mshemasi. Alikuwa ni shujaa, mtu hodari. Muhinda. Yale ambayo umesikiza kwanza ambayo yametendeka. Baada ya ndugu yake kuaga, tulikuwa tumekuwa karibu na wao. Bali yeye huwa alikuwa ni mtu shujaa, alikuwa anakuja chumbani maomba anaomba. Akanikaribia. Akaniambia ndugu yangu ameaga. Bali akaniambia mimi huwa naona tukiwa na yeye pamoja. Na tunaimba pamoja. Nikaendelea kumfariji nikumpea counseling ya kumwambia ufarijike, ndugu amekuacha wewe uweze kutoka katika mawazo hayo. Na tukienda kanisani kwa ibada na niambia huwa mimi naona tuko pamoja na ndugu yangu mbinguni tukiimba. Na moyo wangu kaniambia ya kwamba Muhinda anatuishi, anatuacha. Mimi nimejihisi hivyo moyoni mwangu. Nilipofika kwa siku hizo ambazo zimepita, akawa mgonjwa. Wengine wakasema eti ana ugonjwa hapa shingoni ambao walikuwa wanasema
mchungaji, hiyo mzigo jukumu hiyo mfanye. Nikaenda na mimi vile mnaniona siku anaweza. Tukapata baba yake na mama yake wako huko, hata na mke wake. Tukaongea na wao, tukaomba. Bali kuna jambo ameniambia la ajabu sana. Akaniambia nitatubu. Akaambia hilo ndilo jambo jema kwangu. Tukaona mke wake ametoka nje, naona machozi yanadondoka machoni pake. Vile ambavyo ameniambia ni kama hatuna shida na kanisa. Tukamwambia wewe ni salama, uko sawa. Semeni amina. Mtukuze Mungu. Haleluya. Haleluya. Tukamwombea Mungu. Mwinda ameenda mbinguni. Tukarudi. Tulipofika hapa nyumbani, mimi nikaambia wengine kwamba nimeona ndugu ametuacha. Hata na maaskofu nikawaambia ya kwamba ndugu atatuacha. Jana tulikuwa na kikao kwa kanisa tukiwa na mzee. Ilipofika saa 11 tukapiga simu. Na Shiraka akatuambia kwamba Mungu ameaga. Tukasema acha aende, ya kwamba yeye ni shujaa. Mungu amependezwa na kumchukua. Mungu amependezwa na kuona tunda imeweza kuiva, acha nichukue. Muhinda yeye ni tunda ambayo imeiva. Na tunda ikiiva haiwezi kuendelea kuwa katika majivu haya. Jioni tukaenda huko, saa 3 tukaenda huko. Wakampeleka mochari. Bali wao wamelaza mavumbi. Bali nafsi yake iko mbinguni. Haleluya. Nafsi yake iko mbinguni. Majivu vumbi ndio ambayo imelazwa hapo. Bali nafsi muhindo aswa yule sahihi, yeye yako mbinguni pamoja na watakatifu. Mungu ampokee na Mungu ambariki sana. Endelee kuimarika mnapokatika ufalme.